Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN, ikiwa imetimu saa 10 alasiri saa za Afrika ya Mashariki. Tumekuandalia mengi kabisa katika saa nzima sasa hadi 11. Kwanza tupate vidokezo. Gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko hajutii kujiuzulu kwa naibu wake Polycarp Igathe katika mahojiano ya kipekee na KTN News. Hospitali kuu ya Kenyatta yakana kwamba kumekuwepo visa vya ubakaji dhidi ya kina mama walio na watoto wachanga. Mahakama ya Migori yafutilia mbali kuchaguliwa kwa spika wa bunge la kaunti hiyo na naibu wake kufuatia ghasia wakati wa kupigwa kwa kura hizo. Na hii leo tunaye mbunge wa Mvita Abu Swamad Sharif katika mahojiano ya moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa kuhusu idadi ndogo ya wanafunzi wanaojiunga na shule za upili. Ana yapi ya kusema? Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili. Jina langu ni Lofty Matambo. Hospitali kuu ya Kenyatta imejitokeza kukana madai ya visa vya kubakwa kwa kina mama wanaonyonyesha katika hospitali hiyo. Hii ni baada ya jumbe kutamba mitandaoni tangu hapo jana kutoka kwa watu mbalimbali wanaokiri kufanyiwa vitendo hivyo na wahudumu wa hifadhi ya maiti. Akizungumza na wanahabari muda mchache uliopita, afisa mkuu mtendaji Lily Koros alisema kwamba hakuna thibitisho la madai hayo na kwamba upelelezi unaendelea. Vilevile viongozi kadhaa kutoka jijini Nairobi walitoa hisia zao kuhusiana na kashfa hiyo. We wish to state that there is no mother or patient that has reported to have been raped or an attempted rape at Kenyatta National Hospital. Kenyatta National Hospital has 24-hour CCTV surveillance in the lifts and along the corridors to all the wards, including the newborn unit. Besides, there is a security team including uniformed officers who oversee the safety and security of patients in the hospital during the day and night. Furthermore, breastfeeding for preterm babies is scheduled. And considering that mothers are in numbers, that tells you that they usually move in groups. And I want to clarify this, they move in groups not because of the insecurity, but because of the scheduled timings. And we have almost 100 mothers in the hospital. Mortuary attendants as well are uniformed, operate in pairs, and collect bodies as guided by a coordinating office that receives reports on any deaths during the night. The mortuary attendants use service lifts, which are separate from the lifts that are used by patients and clients. The damning and a true social media report is uttered in bad faith, according to us, and the members of the public of goodwill need to ignore it. KNH management and staff wish to assure patients and relatives that their security and medical care is our priority. Since we take every complaint seriously, however, we would like to ask any person who has experienced any form of sexual harassment within the hospital to report to customer care offices, KNH. Mtazamaji, na katika swala lilo hilo la kubakwa kwa kina mama, sasa hivi waziri wa afya Cleopa Maili wanazungumza na vyombo vya habari katika hospitali kuu ya Kenyatta. Moja kwa moja tusikize kutoka kule. Approach of the nursing staff is based on fears of anything happening to the patient. Then we will take decisive action. And therefore, as I said earlier, we have asked for investigations. This report should be with us by Monday evening, and we shall be able to make it public on Tuesday to you and to other people to know what is happening in this institution. And therefore, mine is just to appeal to those who pass information to be able to assure
patients, their relatives, that they are safe when they are in this institution. And any act which compromises that safety, we have to address it. From the management, they have given their view. Yes, as a management, we can ask people to report, but we know sometimes it's difficult for people to report some of the things which might happen. But we urge people to use the boxes which are in the institution, to talk to the nurses, and to be able to report not only anything, but whatever happens in the institution. Because it's only through talking, reporting, that we can be able to react and do something. But I hope the management is going to be alert to this, is taking seriously the complaints of the public until we find those complaints have no basis. But if they have any basis, I want to assure you that action will be taken according on basis of any evidence which emerges from our investigation. Bwana CS, tumefahamu ya kwamba mjadala ulipozuka katika mtandao wa kijamii umeonyesha kwamba wanawake tangu mwaka 2016 wamesema kwamba wamekuwa wakipitia visa kama hivi. Je, siku za usoni wewe kama waziri wa afya unaweka mikakati gani kuhakikisha kwamba wananchi watahisi ya kwamba wako salama endapo watajifungulia katika hospitali? Katika huo mtandao hata wengine wamezungumzia mambo ya mwaka wa 2012, si 16 peke yake. Wengine wamezungumza kama ni kitu kilitendeka kitambo, na kwa sababu mtu mmoja pengine ameweka katika mtandao, wengine wanajitokeza kuzungumza juu ya hiyo. Na sisemi kama ilitendeka, lakini sifikiri tunataka kukubali ya kwamba mwananchi hawezi kusema kitu ambacho si cha kweli. Lakini tukiendelea na uchunguzi ndio tutajua kama hao matamshi ama kile kinaendelea katika mtandao ni kitu ya kweli. Tukishafahamisha ya kwamba ni kitu ya kweli ama si ya kweli, basi tutaambia wananchi. Lakini ni jukumu letu kama hospitali, kama wizara, kuhakikisha ya kwamba, na imekuwa hivyo tangu awali, kwamba mgonjwa yeyote ambaye yuko katika hospitali yuko salama. Si Kenyatta peke yake, katika nchi mzima. Na tunajua kumekuwa visa pale na pale. Wakati mwingine upande wa Mwingi mtu aliingia kwa wodi akaua mgonjwa. Kwa hivyo hizo ni visa ambavyo hazitakiwi kufanyika, lakini wakati mwingine zinaweza fanyika. Jambo ni kwamba lazima ule usalama, mmeona hapa wameweka CCTV, ndio wawe wanaweza kuangalia wagonjwa vile wanatembea. Wako na askari, wako na wauguzi ambao wanahudumia hao wagonjwa. Haja yetu ya kwanza ni kuona ya kwamba iko usalama na kila mtu akiwa katika hospitali yu salama. Lakini ikiwa kuna upungufu, na sitaki kusema siku za usoni, nataka kwanza niseme ni nia yangu kusema ya kwamba ningependa kumekuwa na usalama. Na ikiwa huo usalama au kuwa thabiti, kwanza ni nia tuangalie ni kwa nini au kuwa una uthabiti. Na tukiendelea mbele kutokana na hayo, lazima tuhakikishe usalama wa wagonjwa, si wagonjwa peke yao, jamii zao ambao wanakuja kuwaona. Na ikiwa kuna mahala ambapo chuo ama hospitali haiweki mikakati ya kutosha, lazima tuzingatie ya kwamba imewekwa. Kwa hivyo nafikiria si kitu ya kufurahia, ni kitu ya huzuni. Na kwa hivyo ningewasihi watu wafahamu ya kwamba watu wamezungumza, lazima tuchunguze. Tukishachunguza tutatoa jawabu. Na ikiwa kama nilivyosema kuna upungufu wa usalama ama nini, tutafanya lile lolote linalowezekana kuhakikisha usalama uthabiti katika hospitali hii na zingine katika nchi nzima. Kwa sasa ningewasihi wale ambao wanatumia hii hospitali wasiwe na wasiwasi, wasiwe na hofu wakiwa wamelala, kwa sababu lazima hospitali ihakikishe kabla ya uchunguzi kutoka usalama unatosha.
Na mtazamaji, ni waziri wa afya huyo Cleopa Mailu akizungumzia swala hilo la kashfa ya kubakwa kwa wanawake katika hospitali kuu ya Kenyatta. Mtazamaji, na kupeleka katika kaunti ya Machakos ambapo kwa sasa vinara wa NASA wanazungumza na wafuasi wao, ambapo wananchi huko Machakos wako tayari, na katika mkutano huo ambao ni mmoja tu kati ya ile misururu ya mikutano ambao wameiratibu kuipanga kabla ya tarehe 30 mwezi huu, ambayo wanapanga kuapishwa kwa Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kama marais. Hebu tumsikize Kalonzo Musyoka kwa sasa. Nisikilize, punda amechoka, mimi nimechoka zaidi. Lakini sikilize. The question is, because there must be dialogue. Even now in Somalia, bado kuna watu wanajaribu kuongea. Mimi na South Sudan na North Sudan, Sudan ya Khartoum na Sudan ya Juba, tuliongea hata sasa. Riek Machar na President Salva Kiir bado wanajaribu kuona kama wanaweza kuongea. Because if you don't hold dialogue at the right time, it becomes too late. And I'm saying here, mimi sasa ni kama mzee wa mji, si kweli? I'm just warning all of us as Kenyans. And that's why I said it pains me. If we don't hold dialogue between now and the 30th, we shall hold dialogue thereafter, but under very difficult, different situation. Nataka mjue hiyo. Mnataka hiyo ya kiumana? Mtafanya dialogue wa kiumana? Basi mjue kuna consequences. And lazima ni caution all of us. Therefore, thank you. I can understand. But we must take into account, because a leader is he who or she who must tell you the natural consequences of our actions. My senior council friend, Senator Jim Orengo, will agree with me, and of course Mwalimu Kivutha Kibwana. They are all students of serious legal jurisprudence. And one of the natural, basic principles of natural justice ni kwamba hakuna mtu anaweza kuhukumiwa kabla ya kupatiwa nafasi ya kujitetea. Vile vile mtu anakusudiwa kuyatarajia yote yale ambayo kwa mafikira yake, kwa actions zake mwenyewe amezifanya. A man is seen, or woman is seen to intend the natural consequences of their own actions. Therefore, my brother Uhuru Kenyatta, if the country bursts and there is conflict, active conflict in this nation, you will have been seen to have intended it. Don't waste time kukimbizana na Raila. Mkigidhu Muigai atishika Raila, weka jela. Jela gani Raila hajawahi kuona? And if you think kwamba hanging is an option, ati unanyongwa, ujue samba Supreme Court this time, Supreme Court, and I'm very happy on this one, wameamua kwamba capital punishment is unconstitutional. Kwa hivyo utakaa na Raila hata nyongwa. Huwezi kunyonga Raila, huwezi kunyonga Kalonzo. You can put them in jail for life, but life, nobody is a stone. Nobody is a stone. Kwa hivyo the cry for justice, the cry for Kenyan electoral justice cannot be wished away. Kwa maneno machungu makali, na waalika ndugu yangu angekuwa na sisi hapa, lakini amepelekwa mahakamani kwa sababu alikuwa amepelekwa kwa mahakama ya competition na Governor Malombe.
Governor Malombe was not even number 2. He was number 3. Sijui kama Governor Malombe amepanga na Mheshimiwa Musila watoe Ngilu aweke Musila, because I don't see how Malombe can benefit. Kwa hivyo Mheshimiwa Ngilu, mimi nilienda nikasimama na Charity Ngilu wakati alidhulumiwa na Jubilee. Nikaenda kwa mahakama. In fact, I wanted to go on record. Lakini senior counsel Mwite akasema ukifanya hivyo itaonekana you have immediate former vice president, you are now on record. And I was ready to go on record and defend her. Tumuombe Charity Ngilu. Ninamuuliza rafiki yetu Governor Malombe if he is still a Wiper member. I have since checked. The majority of Wiper members hawataki mambo ya furugu Kitui County. But having said that, I know it is a very difficult thing. You know, when you join this line of leadership, yes, siasa, you really must listen to what people are saying. And I think that Governor Malombe should listen to what the people of Kitui are saying. I don't think I want to give him any other advice. Kwa sababu huyu Mama Ngilu saa hii amesema Kalonzo Nwazi yetu likai imani nebo tulika. Ametuma salamu zake. Mnasipokea? Wangapi anamuombea Charity Ngilu? Nondo ngwata ne amukamba ndavi kabu edwane kibodha mwewe ai nyunga wiwi. Na mwewe kaluki undu nenete. Na mimi nashukuru Governor Ngilu kwa kuamurisha watu washike, watu wanaleta jangwa Ukambani kwa sababu ya makaa. Makaa wao ndala modhasi lobi natia kamba matema, wao nalipwa 400 shillings. Uiti la mutula munene, watiwe nao. Naam, mtazamaji, mbali na bunge hilo la wananchi la muungano wa NASA ni kwamba katika ukanda wa Pwani kumerekodiwa kuwa na usajili wa chini mno wa wanafunzi katika kidato cha kwanza, na hii imetia wasiwasi. Na mtazamaji, kabla ya kwenda huko nilikuwa nataka kupeleka Mombasa kujua hali ilivyo, lakini kabla kwenda Mombasa ni kwamba gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko amezungumza kuhusu kujiuzulu kwake naibu wake Polycarp Igathe katika mahojiano ya kipekee na mwanahabari wa KTN News Ali Manzu. Gavana Sonko kunradhi amesema kujiondoa kwa Igathe hakutatatiza shughuli za kaunti ya Nairobi kivyo vyote, ingawa angependa sana kufanya kazi naye. Majuzi tu naibu wako Igathe amejiuzulu kutoka nafasi. Hauoni hii kidogo labda imeleta ile hali ya kutokuwa na imani na baraza zima na hata wewe mwenyewe katika utendakazi na kuwapa huduma wananchi? Sidhani kama kuna shida kama hiyo. Mimi nasema nina issue kwa sasa kwa sababu deputy wangu alikuwa mtu mzuri sana. Kwani mtu anamheshimu, ananiheshimu. Mimi sikumfukuza kazi. Yeye alijifukuza kazi mwenyewe. Na kama kuna kitu kibaya nilikuwa nimemkosea, yeye pia ni msomi kama vile mawaziri wangu, is a professional, ange highlight aseme governor alinikosea hivi. Kwa hivyo hiyo mimi kwa sasa sitaendelea kwa hiyo, sababu niki lose focus niende kwa hiyo then nitakosa kufanyia wananchi kazi. Tumelicha hayo kufanyika, tumekuwa na inductions kadhaa na mawaziri wangu, tumekuwa nao kule Kilifi, tukafanya induction nzuri sana. Baada ya hapo nimekuwa na induction ya watu wa Nairobi Water na committees za Nairobi Water, bado na mawaziri. Tumeweka mikakati ya kudeal na shida ambazo zinasumbua wananchi wa Nairobi ya maji kwa miaka mingi sana. Baada ya hapo jana nimefungua bado induction nyingine, workshop ya ma MCAs wote, Jubilee na hasa wote kama Nairobi. Na hakuna swala la deputy government to discuss. Na hiyo nataka tu kwa sasa ikuwe na issue to focus na service delivery kwa wananchi. The moment tunaanza debate kwa hiyo, basi tuta lose focus, wananchi watapata shida. Tuje kwenye huduma ambayo umetaja, service delivery kwa mwananchi. Hii huduma mwananchi anaipata wakati ambapo unakuta kuna baadhi wameanza kulalamika kwamba barabara nyingine ni mbovu, na hili swala la unyakuzi wa ardhi county imepanga nini? Manake ni tatizo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Kwanza kwa utendakazi, watu waangalie ile kazi ambayo nimefanya kutoka niingie kama gavana.
Kwa sababu siku za kwanza baada ya kuapishwa nilishika pesa ya wananchi wale wananiangalia sahihi ya umma zaidi ya milioni 7. Mtu alikuwa ameficha, ingine kwa socks, ingine kwa underwear, ingine kwa jacket, na nilipeana executive directive hiyo siku kuwa pesa yote tuna collect kwa revenue iende kwa bank, hakuna kwenda kwa banking hall. Na hebu angalia sasa tuko Januari, na sasa Januari tayari hizi wiki mbili za kwanza Januari pesa ile tuko nayo kwa account ya revenue ya wananchi ile wamelipa ni zaidi ya shilingi 1.1 billion. Leo naweza lipa mshahara ya January. Leo naweza lipa MCAs wote mshahara yao. Leo naweza lipa kama kuna any deni ya county naweza kulipa. Kwa hivyo kimimi hiyo ni achievement. Angalia leo Nairobi County kila constituency iko na fire engine yake. Tulileta juzi fire 26, tayari kuna fire zingine 7 ziko port, tutaongeza, na hatutangoja kujenga fire engines. Tunasema kila sub county ama constituency tunapeleka fire engine moja huko. Kama moto ikitoka Kasarani si lazima fire engine itoke city center. Inatoka Kasarani police station inaenda kuzima moto. Kwa hivyo matumaini wananchi wa Nairobi tuko nayo, na tutafanya kazi kulingana na agenda yetu ile tumepeana, kulingana na manifesto yetu. Mawaziri wale niko nao wako experienced, niko na advisors, professors ambao kama professor wangu huyu wa environment ni mtu amefanya document ya environment ya JICA, amefanya UNDP, amefanya nchi tofauti. Kwa hivyo niko na watu experienced professors, niko na watu wako na masters hapa, niko na watu, tutafanya kazi. Kwa hivyo hiyo mzozo ya deputy governor kwa sasa sita comment, yeye ndio alijipeleka nyumbani, mimi sikumpeleka nyumbani. Mtazamaji, waziri wa masuala ya ndani na kaimu waziri wa elimu Fred Matiang'i amelaumu mfumo wa elimu kwa kudorora kwa viwango vya elimu ya juu. Matiang'i amependekeza hadharani kutia saini mikataba ya utendakazi. Alizungumza kwenye chuo kikuu cha Strathmore kwenye hadhara iliyoandaliwa kwa heshima ya msomi tajika Kalestos Juma. We are going towards a point where we don't have an option but to relook at the structure and the expansion of university education in Kenya. It is not expansion, it's called massification. We created things, some of them that are worse than a glorified high school, just because we wanted to have the term university. When you go in there and find out what we are teaching is a joke in the process. That is not how we are going to develop our country. Well, courage is needed, boldness is necessary. Time is here for us to live right and do the things that we must do correctly. If you cannot run, so if we have been running universities, how come we have those kinds of failures at the Kenya School of Law? How come the ERB, the Engineers Registration Board, is screaming about the people we are turning out? How is it that the Kenya Private Sector Association has been having conversations with me about the quality of graduates we are turning who are going to the market? Many of you must have seen the employment survey that was done the other day, supported by DFID, what it says about the employability of Kenyan graduates and so on. There is data, there is science, there is no reason why we have knowledge, we know what the truth is, and we keep pretending about some of these things. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba mahakama kuu katika kaunti ya Migori imefutilia mbali kuchaguliwa kwa spika wa kaunti hiyo na naibu wake. Jaji wa mahakama hiyo Hilary Chemitei amesema kuwa uchaguzi wa spika uliofanyika tarehe 30 mwezi Agosti mwaka jana ulikumbwa na ghasia zilizosababishwa na vijana waliovamia ukumbi wa kaunti hiyo na kuhitilafiana na hesabu za kura. Mahakama hiyo vilevile imeamuru uchaguzi mpya kufanyika ukiwa wagombeaji wawili ambao ni spika wa sasa Boaz Okoth na Marwa Kerio aliyekuwa mshindi ama mshindani wake wa karibu. Uchaguzi huo pia utasimamiwa na msajili wa mahakama ya Migori. Uchaguzi wa naibu wa spika nao utafanyika siku 7 baada ya uchaguzi wa spika kulingana na mahakama hiyo. Akizungumza na wanahabari nje ya mahakama, wakili wa mlalamishi Kennedy Bosire amesema kuwa mteja wake Keraria Marwa amefurushwa na uamuzi huo wa mahakama. C. No evidence was presented to show that the respondents jointly and severally committed any electoral offences in line with Section 65 of the Election Act. D. Within the next 14 days from the date hearing, election of the Speaker of Migori County be done under the supervision of the Deputy Registrar, Migori High Court. The court has given a judgment. We are happy with the judgment. The court has actually gone ahead to cancel the elections of the Speaker, having been found to be null and void.
the court has ordered, we shall go back through the help of the deputy registrar to have the elections done again properly. We do not have a problem with the verdict of the court. We will only go back to elections. That now depends on the clerk, not me. Within 14 days, whatever the clerk will say, even if it is today in the evening, even if it is Monday or Tuesday, it is within, and that depends on the clerk's verdict. Sisi kama watu waliochaguliwa na wananchi ambao pia wamechaguliwa watu wengi bungeni, mimi nikiongea naongea kwa niaba ya walio wengi bungeni. Nasema ya kwamba wale watu walio wengi bungeni wanaahidi kusimama pamoja na Mheshimiwa Boaz Okoth kuwa spika wa Migori. Hapo hakuna wasiwasi, tutasimama kidete and we shall confirm our work. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN hapa kwenye KTN News. Niruhusu nichukue pumziko fupi, lakini usiondoke, maana narejea muda si muda na taarifa zaidi.